Mungu, usitende dhambi. Usipotenda dhambi umeifua nguo yako, na kama umeifua nguo yako utakuwa tayari kuuendea ule mti wa uzima wa milele, ule mji ambao utauingia kwa kupitia mlango wake, na huo mlango ni Yesu. Maana Yesu ameshasema yeye ni mlango katika Yohana 10:9 na kuendelea pale, anasema mimi ni mlango, mtu akiingia kwangu atapata malisho, ataingia na kutoka. Sasa hapa mstari wa 14 anarudia maneno yale yale, anasema heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima. Mti wa uzima ni Yesu mwenyewe, na kuingia mjini kwa milango yake, milango ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sana. Sasa nje ya Yesu anasema hivi, uko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. 16 Mimi Yesu nimewatuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wewe uliyemwamini Yesu uko ndani, yule asiyemwamini Yesu yuko nje. Sasa huko nje ndiko nao kuna sifa za walio nje ni hao wachawi, wazinzi, waongo, wanapenda sana kusema uongo, wanaabudu sanamu, wauaji. Hao ndio wako nje ya Yesu. Wewe uliye ndani ya Yesu hautakiwi kuwa na sifa mojawapo katika hizo. Utakiwe wewe uwe mbwa. Unajua tabia za mbwa. Nilizungumza huko nje kuna mbwa na tabia zake ambazo sio nzuri. Kwa hiyo wewe utakiwa kuwa mbwa, wewe utakiwa kuwa mchawi, wewe utakiwa kuwa mzinzi, wewe utakiwa kuwa muuaji, wala utakiwa kuabudu sanamu, wala utakiwa kusema uongo. Bwana Yesu apewe sana. Sasa haya yote tunaweza kuyafanya endapo tutasimama katika maombi tukimtumainia Roho Mtakatifu atusaidie kutembea katika maisha yale ambayo yeye anataka tuyatembee, tuyaende. Na kufanya hivyo ni kuyadharau ya ulimwengu. Mambo ya ulimwengu ni mambo mazuri kwa macho ya nyama. Mambo ya ulimwengu ni mazuri katika mwili. Na ujue shetani anatumia mambo matatu katika ulimwengu ili kukupotosha. Cha kwanza, tamaa ya macho; cha pili, tamaa ya mwili; cha tatu ni kiburi cha uzima. Hayo ndio yanayoambatana na mwili. Katika hayo lazima utaondoka kwenye reli, lazima utamwacha Kristo Yesu, na ni hatari sana kumwacha Yesu. Hatari sana katika maisha yetu kumwacha Yesu. Ukimwacha Yesu unatembea kwenye hatari. Ndio maana Yesu yuko hai hadi leo, kwa sababu yeye ni mkombozi wa walimwengu duniani. Kwa yule anayehitaji msamaha wa dhambi zake, yule anayehitaji kupata neema kwa neema kwa Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi, lazima amkubali Yesu Kristo. Atakayemkubali Yesu Kristo ndio atapata uzima wa milele. Atakayemkubali Yesu Kristo atapata furaha ya maisha ya ulimwengu. Atakayemkubali Yesu Kristo hataondokana na tamaa ya macho. Atakayemkubali Yesu Kristo ataondokana na tamaa ya mwili. Atakayemkubali Yesu Kristo ataondokana na kiburi cha uzima. Kuna watu unapoambia habari za Yesu, wao hawakuelewi kwa sababu miili yao iko fiti kufanya jambo wanalolitaka. Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17, Yakobo anatuambia kwamba Elia alikuwa ni mtu wa kawaida kama sisi, lakini aliomba mvua isinyeshe kwa miaka 3 na mvua ikasimama miaka 3 hainyeshe. Baada ya miaka 3 akaomba mvua inyeshe. Ni kwa sababu gani? Watu walikuwa kama mbwa, watu walikuwa wazinzi, watu walikuwa wauaji, watu walikuwa waongo, wakiabudu ni sanamu, wakamwabudu mungu anaitwa Baali. Kulikuwa na mungu anaitwa Baali. Mungu Baali sio sanamu. Mungu Baali haonekani kwa macho ya nyama, lakini yupo, hata sasa yupo. Biblia inatuambia huyo ni mungu wa dunia hii. Sasa Elia akaona hawa watu wanafanya haya yote kwa sababu ya kiburi cha uzima. Afya zao ni nzuri, wanakula chakula, wanashiba, wao wanafanya mambo wanayotaka. Akaona ya kwamba dawa ni kusimamisha mvua isinyeshe, kwa sababu mvua ikinyesha hawa watu ndio watapata mazao yanayofanya wawe na kiburi cha uzima. Watakuwa wameshiba, watakuwa wanapata afya, kwa sababu nchi itawapatia mazao. Elia akamwambia Mungu, hebu sitisha mvua kwa miaka 3. Mungu akakubali. Mvua ikunyesha kwa miaka 3, njaa ikaingia. Ni nani ataenda guest house na njaa?
Ni nani atatafuta mwanamke akafanya uzinzi huko ana njaa? Nani atamwendea? Ni nani ataenda kuroga wakati huko ana njaa? Ni nani ataenda kuabudu masanamu huko ana njaa? Njaa inaharibu mwili kabisa, inaondoa nguvu ya mwili, inaondoa jeuri ya mwili, inaondoa kiburi cha uzima. Kiburi cha mwili kinaondoka kwa njaa. Baada ya kuona wana njaa sana, nchi ni kavu, mvua hakuna, ndipo walipoanza kutambua kuna Mungu. Na Elia alipoona watu wameanza kubadilika, akamwambia Mungu arudishe mvua. Mvua ikarudi. Baada ya mvua kurudi, Mungu akagairi ubaya ambao alikusudia kuwatenda. Basi watu wakaanza kumtumia